Mi kitu naweza sema about daktari ni kuwa daktari ni mtu mwenye roho safi, amenitafutia kazi. Sahii nashiriki kule Nairobi nikifanya kazi. Na yote ni sababu ya nani? Sababu ya daktari mkuu. Daktari mkuu amenitafutia kazi. Sahii niko nikifanya kazi, naweza support familia yangu. Na yote shukrani kwa daktari mkuu. Daktari mkuu ameweza kuandika watu wengi kazi, amewatafutia kazi. Daktari mkuu amechukua watoto yatima wengi wenye hawawezi kujionya, hawajiwezi, na anawasaidia sasa hivi. Hawa watoto hata nikisema ati nianze kuhesabu itakuwa ni ngumu, kwa sababu vitu ambayo daktari mkuu amefanya ni vitu mingi. Okay, hello. Uko na yeye hapa tena B Kenya. So, welcome to Ukambani again. Remember, nilikuwa nimewaambia nimekuja Ukambani kwa sababu ya shughuli 1, 2, 3 pale, na nilikuwa nimeweza kungoja mambo fulani iweze kuenda poa ndo tukaweze kujua hali itakuwa vipi, tukaweze kujua mambo inaenda haje pale. Na wakati nimekuwa nikingoja pale mambo iweze kuenda vizuri pale, niliweza kupata habari ambayo haikunipendeza hata kidogo, na habari ambayo iliniguza roho na pia iliguza wengine wengi, kwa sababu pale mtandaoni niliweza kuona kuwa kuna watu ambao wanamharibia daktari mkuu jina lake. Kuna watu wale ambao wanamuongelelea mabaya kumhusu, na kuna story fulani hapo tulikuwa tunafuatilia katika channel fulani ambaye alitambulika kufanya kazi naye daktari mkuu hapo awali, na aliweza kuongea mambo ambayo yalishangaza wengi sana, walishtuka, wengi sana walibaki na maswali mengi katika vichwa zao na kushangaa sana. Hiyo story ya wale twins boy wawili ambao ni mayatima pale, ambao mama yao aliweza kufariki akiwa pale ugaibuni kwa ajili ya kuwatafutia riziki, na ndio maisha yao iweze kwenda vizuri, lakini kwa bahati mbaya au kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu akaweza kufariki na kuwaacha wale mayatima. Kwa hivyo hiyo story iliwaumiza wengi sana, na iliweza kubakisha wengi katika ile njia panda ambayo unachanganyikiwa, ni hivi ama ni hivi ama ni wapi. Lakini nimekuja kuwaletea habari njema. Aliweza kusema kuwa watoto wale hawajaingia shule, watoto wale aliweza kusema hawawezi endelea na masomo, lakini aliweza kudanganya, aliweza kupiga maneno mwiko yakaweza kuenea na mawimbi ya maji yakaenda mahali ambapo hayastahili kuenda. Lakini sasa hivi B Kenya hapa aliweza kumtafuta jirani mwema zaidi wake daktari mkuu, na aliweza kumuita huku kambani ili akaweze kuelezea watu ni nini ambacho kinajiri, ili akaweze kuelezea ni nini ambacho daktari mkuu anafanyia, ama ni nini daktari mkuu anafanya na wale watoto pale nyumbani kwake. Ukweli kabisa mtaweza kusikia nyinyi wenyewe, mtaweza kujisikilia kutoka kwake, ili mkaweze kutambua ukweli ambao unajiri pale katika mtandao, kwa sababu si kila mtu ambaye anakutakianga mazuri ama anakutakia mema, kwa sababu tunaweza kuwa tunakaa na majirani wengine ni mashetani, wengine hawakutakii mema, wengine wanakutakia tu uendelee kuanguka zaidi, kwa sababu ya yale mambo ambayo unaendeleza kufanya na kusaidia watu wengine pale. So tumekuwa hapo Ukambani, nimeweza kumita jirani moja mwema, nataka niwapeleke moja kwa moja mpaka kwa hiyo jirani ili akaweze kuwaambia yale mambo anaonanga daktari mkuu anafanya, ili akaweze kuambia ule ukweli uliopo, kwamba daktari mkuu wale watoto anaweka vizuri na aliwaingiza shule, kweli wanasoma, wanakaa maisha mazuri na hawateseki, kwa sababu kila mtu unayekuwa na yeye si mtu wa heri kuwa naye, kwa sababu watu wengi sana watakuharibia jina, watakupiga mawe na watakurusha mbali kupitia maneno yao ambayo si ya kupendeza zaidi. So mkiangalia hapa, niliweza kumuita jirani yake daktari mkuu ili akaweze kueleza umati ukweli kuhusu wale watoto, na atajitambulisha mwenyewe. Habari yako? Yeah, tutakutambua kama nani pale. Tunataka watu waweze kukutambua wewe ni nani, na ni kwa ajili gani mimi nimeweza kukuita hapa, ili ukaweze kupeana ushuhuda, ili ukaweze kupeana ukweli kuhusu wale watoto wawili, wale mayatima ambao watu wanasema hawajaenda shule, watu wanasema kwamba wanakaa maisha mabaya, ama daktari mkuu alienda kuwafanyisha kazi ambazo kufanyisha watoto mayatima. So nataka uweze kuwaelezea watu pale kwa mtandao, kwamba ueleze jina lako, wewe ni nani, na umetoka mjini, umekuja hapa Ukambani Kitui, umekuja kueleza ukweli, kwa sababu yale mambo yaliongelelewa pale kweli hayajakupendeza. Ni ukweli
hayajakupendeza hata kidogo, si ndio? So nataka uweze kuambia watu, uelezewe nani kwa ufupi, ili tukaweza kuendelea mbele zaidi. Kwanza kabisa majina langu najulikana kama Brian Kimtai, mkaaji wa Kitui. So nimeitwa leo kutoka Nairobi, nimekuja kukuja kusolve vitu ambayo nasikia mtandaoni. Katika pilipaka zangu za online pale hivyo, nikapatana na video moja mbaya kuhusu daktari mkuu. Daktari mkuu ni mtu mzuri, mtu ambaye anajituma. After daktari mkuu nini hivi kusikia story about huyo watoto wawili yatima. Hapo ndo nikaumia. Daktari mkuu alituita harambee siku moja hapo katika area yetu, tukuje tuchange kwa minajili ya kusaidia watoto, unaelewa? Sasa venye wazazi wa watoto walipass. Sasa tukaitwa harambee, tukachanga. Kuchanga tukatoa pesa mzuri, tukawasupport wakaenda shule. Sasa ndo nimetoka Nairobi juzi kukuja kuinterview, kusikia hii story. Naona haiendani. Because daktari mkuu, hata mkiita watoto saizi kutoka shuleni, wanaweza waambia ukweli about daktari mkuu. Daktari mkuu ni mtu mwenye roho safi. Mtu tunamtegemea kwa hii area yetu. Sasa hii ya kusema ati watoto waendi shuleni, hiyo ni kama kumharibia jina. Na ni jambo mbaya kabisa. So guys, tuko hapa naye Brian ambaye ni jirani yake daktari mkuu pale Nairobi. Tumeweza kumuita hapa ili akaweze kusema ule ukweli uliopo, kwa sababu unasikia pia anasema daktari mkuu ni mtu muungwana sana, ni mtu mzuri sana, na pale katika huo mtaa ambao wanaishi pale mjini anawasaidia wengi sana. Na umesikia kwamba aliweza kuita harambee ili wakaweze kuchangishia wale watoto wakaweze kuingia shule na akaweze kuweka maisha mazuri. So tunaye hapa Brian. Brian anaendelea kuongea zaidi kuhusu wale watoto vile wanaishi na daktari mkuu pale. Hata hivyo pia niliweza kumuita daktari mkuu, natumai yuko njiani, bado hajafika, tunamngoja. So ndo tunaendelea kuongea mambo kidogo hapa naye ndugu yetu Brian hapa, ili tukaweze kujua kweli yale mambo yanaongelelewa pale kwenye mtandao ni mambo ya ukweli ama ni fitina ama ni kuharibiana jina ambayo inaendelea kuongelelewa pale kwenye mtandao. Kwa sababu umesikia pia hiyo habari ambayo alipata pale kwenye mtandao iliweza kumshtua sana, na ikaweza kumweka mahali ambapo haizi endelea kuvumilia kusikia mtu mwingine pale akimharibia daktari mkuu jina lake, ama akimharibia mambo yake ambayo anafanya pale, na anafanya mambo mazuri. Kwa sababu unamsikia Brian anasemaje hapa, anasema kweli yale maneno yaliweza kumkwaza sana, si yeye peke yake, kwa sababu tumeweza kumuita yeye ili akaweze kueleza kwa ajili ya wale watu wengine ambao hawangeweza kufika hapa. Huyu ni jirani yake daktari mkuu. So Brian, tungependa sana utuambie yale mambo ambayo yanaongelelewa pale kwenye mtandao na yule msichana ambaye anajulikana kama kweli alikuwa anafanya kazi na daktari mkuu, na alikuwa anafanya kazi nzuri sana ya kusaidia watu. Na pia wewe ulikuwa unafuatilia zile stories za daktari mkuu pale. Alikuwa anafanya kazi yake kwa utaratibu, kwa mpangilio maalum, na alikuwa anaweza kupanganisha kazi zake kwa utaratibu. Na sasa tunataka uweze kueleza watu pale kwenye media ama kwenye YouTube kwamba daktari mkuu ni mtu aina gani, na daktari mkuu pale kwenye mtaa wenu pale Nairobi anawasaidiaje watu na anaishije na watu pale kwenye huo mtaa? Daktari mkuu ni mtu mwenye roho safi. Kwanza kuna kitu moja ilinikwaza kabisa. Niliposikia ati daktari mkuu anapea watoto manual work, yani kazi kubwa wafanye. Na kusema tu kweli, hao watoto wanakaa vizuri. Daktari mkuu anawachunga kama watoto wake. Daktari mkuu anakaa na wao vizuri. Sasa hii story ambayo nasikia kuhusu daktari mkuu, hakuna ukweli hapo. Ni kweli kabisa, hakuna ukweli, kwa sababu pia alivyoongea vile watu wengi sana pale kwenye mtandao, kwa sababu pia mimi niliweza kupitia hiyo video na niliweza kusikia ile maneno aliongea, na niliweza kusikia kwamba daktari mkuu aliweza kuchukua wale watoto na kusema kwamba wale watoto hawastahili kuingia shule. Na wewe mwenyewe wale watoto unaona kila siku asubuhi wanaamka wanaenda shule, jioni wanatoka shule pale, yani anaweka maisha mazuri. Sijui kwa nini alijaribu kumharibia jina, ama unaweza ongea mambo gani kuhusu yule mwenye aliweza kuongea mabaya kumhusu daktari? Kitu mimi naweza sema kuhusu ambaye anaharibia daktari jina ni kwamba tafadhali
wacha daktari asaidia watoto venye inafaa. The more unasema daktari ni mbaya, the more daktari ataanza kuwa mbaya. Sasa kitu mimi naomba tu tafadhali achana na daktari, afanye mambo yake vizuri. Ya kwa sababu watoto wanakaa ni kama ni watoto wa daktari wenyewe. Ya sasa tuwezi sema ati daktari anawatesa, anafanya nini. Na hata wewe unajua tu ni ukweli. Daktari hatesia watoto. Watoto wanakaa vizuri. Kitu mimi naweza kukuomba tu wewe kama mzazi pia ni tafadhali achana watoto wakae na maisha mazuri. Na waendelee kufurahia wakiwa na daktari mkuu. Daktari mkuu ni mtu mwenye roho safi. Hiyo ndio kitu naweza sema kuhusu daktari. Hata hivyo pia wale watoto si hao peke yake ambao daktari mkuu ameweza kusaidia, kwa sababu pale katika ule mtaa pia niliweza kupiga zangu 2-3 pale, nikatembea kwenye nyumba kadhaa, marafiki kadhaa pale, nikiwaulizia kuhusu huyu daktari mkuu mnamfahamuje na kazi yake mnaifahamuje. So tunataka uweze kueleza pale katika huo mtaa daktari mkuu anawasaidia watu ama kuishi kwake na watu pale anaishi nao haje, kwa sababu aliweza kuharibiwa jina zaidi na kusemekana kuwa yeye ni mtu tamaa, yeye ni mtu mdogo sana, hali ni uongo. Na daktari mkuu ni mtu mzima, na unajua mtu ambaye anayefanya kazi kwa ajili ya Mungu, ama yule mtu ambaye ako na kile kipao kutoka kwa Mwenyezi Mungu, mtu mwingine atoke kule mali atujue ametoka wapi, aje kuanza kuongelelea mtu mwenye ambaye anaongozwa na Mwenyezi Mungu kufanya kazi zake kwa taratibu, kwa sababu adhabu kubwa sana inaweza mwagukia na kusababisha mambo mengi sana ambayo sisi hatujui ni mambo yapi ambayo yanaweza kwenda kutendeka kwake. So tunataka uweze kueleza pale katika huo mtaa pale mjini daktari mkuu anaishiji na watu wanamchukulia vipi. So tunataka uweze kufafanua kwa uzaidi tu. Kwanza ndo tujue kuwa daktari mkuu ako na uhusiano mzuri na watu pale area yetu. Ni kwanza kabisa daktari mkuu alipotuita Harambee, uliona the number nye ili raise walikuja hapo, walikuwa wengi. Hiyo inamaanisha daktari mkuu alikuwa mtu mzuri. Daktari mkuu pia ni mtu ambaye akikupata uko na shida kidogo, anakusaidia, anafanya yani anaparticipate kwa kila mahali. Kwa kila familia mtu ukipata shida daktari mkuu ako hapo anakusaidia. Daktari mkuu ni mtu mwenye roho safi. Ametusaidia sana hii area yetu. Hata tukitaka tumpandishe cheo tusimuite daktari, kitu kama mheshimiwa. Juu ni mtu ambaye anajituma. Ni mtu ambaye anaenda kututetea sisi wenye hatuna sauti. Ni kweli. Mi kitu naweza sema about daktari ni kuwa daktari ni mtu mwenye roho safi, amenitafutia kazi. Sasa nashiriki kule Nairobi nikifanya kazi. Na yote ni sababu ya nani? Sababu ya daktari mkuu. Daktari mkuu amenitafutia kazi. Sasa niko nikifanya kazi, naweza support familia yangu. Na yote shukrani kwa daktari mkuu. Daktari mkuu ameweza kuandika watu wengi kazi, ama watafutia kazi. Daktari mkuu amechukua watoto yatima wengi wenye hawezi kujionya, wajiwezi, na anawasaidia sasa hivi. Hawa watoto hata nikisema ati nianze kuhesabu itakuwa ni ngumu, kwa sababu vitu ambayo daktari mkuu amefanya ni vitu mingi. Tulipoteza mtu jirani yetu hapo. Saa kitu daktari mkuu aliweza kufanya, hiyo nyumba haikuwa inajiweza. Daktari mkuu akachangia kitu, akafanya 1-2 aka make sure ameandika tena mtoto mwenye hiyo nyumba, mtoto wa hiyo nyumba, akamwandika nini? Akamwandika kazi. Hiyo inamaanisha nini? Si inamaanisha daktari mkuu ni mtu mzuri. Ni mtu msafi sana. Daktari mkuu ni mtu msafi. Amesaidia wengi kwa kweli. Sasa tukianza kuongelea about mambo yake yenye amefanya, itakuwa mengi zaidi. Itakuwa mengi. Daktari mkuu ni mtu amejitolea, mtu mkarimu. Unasikia kwa kijiji kuna kuanga na ule mtu mnafanya nini, mnamtegemea. Sasa kijiji yetu, sasa sisi kwa kijiji yetu tukikosewa na kitu kabisa hivi, unaona ni kama umefika mwisho wa maisha. Ukienda kwa daktari mkuu pia anafanya nini? Anakupea mawaidha. Akikupea mawaidha, wewe unarudi ukisema nini? Enyewe ni ukweli. Ukifika mwisho unaona kabisa hii ni kama sitaweza. Ukiona ni kama hutaweza, daktari mkuu anakuja hapa anakutia roho. Anafanya kila kitu kabisa. Make sure umefaulu pia. Haya. So guys, mmeweza kusikia ndugu yangu hapa Brian, si jirani tu, ila pia
pia yeye aliweza kusaidika kwa njia moja au nyingine, na ile njia ambayo alisaidika kupitia daktari mkuu aliweza kumkomboa na akaweza pia kumtafutia kazi ambayo kwa sasa hivi ndo riziki yake pale mjini. Na unasikia pale katika kijiji chao bado wakipatwa na shida yote ama wakishika tashwishi yote kuhusu pengine maisha, pengine kiroho au pengine vile ambao wao wanapatikana na shida mingi, daktari mkuu yuko pale kwa ajili yao na anaweza kuwapa pia mawaidha. Umesikia pia anawapatia mawaidha ambayo yanawasaidia pia katika maisha.